Ni siku nyingine bwana ndani ya Smart Recap TZ. Sasa leo tuko na chuma moja kimenyooka kichizi. Hapa tunaonyeshwa watu baada ya heka ya usiku mzima wamechoka kichizi. Huyu jamaa anaitwa Jasper. Sasa Jasper wakati amelala haelewi, mke wake pembeni anajutia kinoma kwa kitu ambacho kimetokea. Ni kwa nini huyu binti basi anajutia na hajafurahishwa kabisa na kile kitendo? Tunarudishwa nyuma sasa, story ilikoanzia. Hapa tunamwona huyu Jasper yuko na kaka yake anaitwa Martin. Sasa huyu kaka yake anamfukuza, anamwambia Jasper, nataka umeze hizi dawa. Unajua kabisa hujameza dawa toka jana. Lakini Jasper hataki kabisa kuelewa. Sasa huyu Jasper ni ana matatizo ya akili bwana. Yaani ubongo wake ni uko slow kujifunza. Ni mtu mzima lakini mambo yake ni kama mtoto. Lakini yeye ndo mtoto pekee kwa baba yake hapo. Na baba yake ana pesa ile mbaya. Sasa wakati wanafukuzana hapo, kuna binti anafika na anajitambulisha yeye anaitwa Juliet. Alisikia hapa kuna nafasi za kazi ya ulinzi zimetoka. Basi mshikaji akamwambia freshi, haina noma, twende kaongea na mzee. Juliet ajui kama huyu jamaa hapa kidogo yuko disabled. Basi anamsalimia za asubuhi mister. Jamaa anajichekesha chekesha tu. Mwisho bwana, binti aliingia mpaka ndani, alikutana na mzee, wakaanza kudiskasi kuhusiana na mambo ya kazi. Basi mzee akamwambia ni kweli hapa tunatafuta mlinzi, lakini sio kwa ajili ya ofisi, ni kwa ajili ya sisi hapa nyumbani. Kwa hiyo binti naye alikubaliana na kila kitu. Mzee alimwambia tu hapa nyumbani bwana, kuna masharti kadhaa tu. Haturuhusu mtu kwanza atoke usiku, na wewe kazi yako inaishia saa 1 usiku. Basi binti alikubali na akasema kesho nitakuja kuanza kazi kwenye hii ofisi. Basi binti alibeba kila kilicho chake pale na akajijenga. Asubuhi mapema sana hapa binti ameamka na anajiandaa ili aweze kwenda ofisini. Sasa binti anaishi na mpenzi wake anaitwa Godwin. Sasa asubuhi hivi huyu binti anamwamsha jamaa ili aweze kumuaga kama yeye anaelekea ofisini. Basi jamaa naye anampa baraka zote mpenzi wake, anaambia vipi umejiandaa uko fresh? Binti anaambia niko poa, niko tayari kabisa kwa ajili ya kwenda kuanza kazi. Mshikaji anataka kuleta tamaa, si unajua tena, anataka apate asubuhi. Basi binti anaambia niache bwana, nimeshachelewa. Basi binti alianza kazi rasmi kwa huyu mzee hapa. Huyu mzee anaitwa Chief Tonero. Kwa hiyo binti alianza kazi rasmi na kazi yake alikuwa tu kama gateman hapa. Kwa hiyo huyu tutamwita gate woman au sio? Heka za Jasper haziishi kabisa kwenye hii nyumba. Basi leo anafukuzana na Martin hapa. Martin anamwambia dogo, hebu njoo uvae shati lako. Lakini mshikaji anamwambia shati sije hata kulivaa, na mimi nataka nitembee hivi hivi. Sasa wakati anaendelea kufukuzana, binti anakuja kushuhudia hili tukio na anamshangaa mshikaji hajavaa hata shati, ametoka na kikaptula tu. Huyu Martin anamwambia yani huyu jamaa anazingua kichizi kwa sababu hataki kabisa kuvaa. Basi binti akaambia sikiliza, hebu leta hiyo shati. Uwezi amini Jasper alilegea kabisa na kukubaliana na maamuzi ya binti. Tajiri wa kumuita Chief Tonero leo amekaa na kijana wake hapa. Anamwambia oya, vipi mbona leo naona uko na furaha sana kuliko siku zote? Jamaa anamwambia hamna, mimi nipo kawaida kabisa mzee. Basi anamwambia nimekuona kwenye CCTV camera. Yaani wewe, yaani kwa jinsi nilivyokuona tu umempenda yule gate woman. Yaani naona kabisa uchomoi, umefall in love kabisa mwanangu, na kujua wewe kijana wangu. Basi jamaa alicheka kinoma kwa kuona mzee wake amemsanukia bwana. Leo bibi Juliet akiwa na mpenzi wake walikuwa na discuss mambo mbalimbali. Sasa binti anamwambia sikiliza, unajua pale sehemu ambayo nafanyia kazi hamna msichana wa kupika kabisa, lakini naona kama naweza nikafiti sehemu zote mbili, kwa sababu hata hilo gate lenyewe naweza nikafungua mara 2 tu kwa siku. Kwa hiyo mshikaji akaambia kama vipi, hamna noma, wewe unaweza ukaomba na hiyo kazi nyingine, kikubwa ni maokoto tu, si unajua. Basi leo binti alikuja moja kwa moja mpaka kwa mzee na alikuwa na muomba huyu mzee aweze kumpa kazi ya kupika huko ndani. Basi mzee akaambia najua kabisa huwezi kuenda hizi kazi zote mbili, lakini wakati huo Jasper anamwambia mzee kama vipi mpe tu hiyo kazi bwana. Basi Jasper alikuwa ameng'ang'ania sana. Mzee anajaribu kukataa, lakini Jasper anamwambia nataka umpe hiyo kazi mzee, kwa sababu ni girlfriend wangu. Basi binti naye alishangaa kusikia mimi nimekuwa girlfriend wake tena. Mzee naye alishangaa kwa sababu ilikuwa ndo mara ya kwanza anasikia vitu kama hivyo kwa mtoto wake. Basi ilibidi tu apitishe ile jambo, na binti alipewa na hiyo kazi ya kupika bwana. Basi alikuwa akipika huku akifungua na mageti. Basi leo walikuwa wakila pamoja na Jasper. Jasper kidogo akaanza kubadilika hata matendo yake yote tu kwa sababu ya huyu mchumba hapa. Basi wakati wanakula hapa, Jasper alijaribu tu kumomba msamaha
kwa kumuita yeye eti ni girlfriend wake. Basi binti akamwambia hamna shida, hata hivyo umenisaidia kwa sana tu. Jasper anaona demu si ndo huyu nimepata bwana. Basi leo kuna ndinga anatoka eka hapo na binti ameenda kufungua gate. Basi alikuwa ni Jasper pamoja na huyu kaka yake hapa. Huyu ni kama kaka mlezi tu, lakini Jasper ndo mtoto pekee kwa Chief Tonero. Basi leo Jasper alibeba zawadi na kumbebea binti. Yaani Jasper amefall kabisa kwa huyu binti, haelewi chochote. Basi binti anapewa hivi zawadi, akicheki anaona jamani, hivi vina gharama sana, siwezi kuvichukua. Basi Jasper anamwambia sikiliza, wewe usijali, wewe chukua tu hivyo vitu, babangu ana pesa nyingi sana, naweza nikakununulia kitu chochote ambacho wewe utahitaji. Basi binti akaona hamna namna, alikubaliana tu na zile zawadi. Sasa leo hapa tunamwona Chief Tonero yupo pamoja na mwanasheria wake. Sasa anamwambia sikiliza, unajua umri wangu unafika mwisho sasa hivi na naona kabisa naenda kupoteza maisha yangu, mali zangu zote naomba aandikishwe mtoto wangu, na wewe unajua kabisa mimi vitu ambavyo vinanisumbua. Sasa ukweli huyu mzee anasumbuliwa na magonjwa ya kansa, na kansa yake imeshaenea kwa kiasi ambacho sasa hivi anaelekea ukingoni. Yani sio magonjwa ya kansa tena. Alimalizana na huyu mwanasheria, ila anajua kabisa yeye anaenda kupoteza maisha, lakini sasa mwanaye kichwa chake ndo kama kilivyo vile, nani ambaye atamsaidia? Kwa hiyo aliamua kumwita huyu binti Juliet, na hili ndo lilikuwa lengo kuu la huyu binti kuajiriwa kwenye hii nyumba. Basi mzee anamwambia sikiliza, nataka mtoto wangu akuoe. Binti anashangaa, anioe tena mwanao? Anaambia ndio, yani nataka ukubali uwe mke wa mtoto wangu. Basi binti akaambia hapana mzee, mimi na mpenzi wangu na ninampenda sana. Basi mzee akaambia nilizani kama unaweza ukakubali, lakini haina noma, wewe unaweza ukaenda tu. Hata mzee akutumia nguvu wala nini. Sasa binti wakati amerudi huku sasa anaongea na huyu mpenzi wake hapa. Jamaa anamwambia sikia, yani kama hizo habari za ndoa tena, naomba kabisa uache kazi kwenye hiyo nyumba. Yani sitaki ufanye kazi kabisa, kwa sababu sitaki kukupoteza, wewe mwenyewe unafahamu. Sasa wakati wa maongezi anaendelea, simu ya mshikaji inaita, na hii simu anapokea taarifa ambazo ni za kushtua kidogo. Anaambiwa mama yake inabidi awekewe figo, yani zinahitajika pesa nyingi kinoma kwa ajili ya figo ya mama yake, na yeye ukiangalia apeche ya lolo hata shilingi 10 hana. Basi jamaa kichwa kinamgonga kichizi, hata hayo mambo ya binti kuolewa alishasahau, yani akabaki tu amechanganyikiwa hapa, ajui hata la kufanya. Basi binti naye kwa vile anampenda sana mshikaji, alikosa hata usingizi, yani usiku mzima alikuwa tu anawaza namsaidiaje mama mkwe hapa, mpaka jamaa anaamka usiku anamkuta binti hajalala. Jamaa anamwambia vipi baby, mbona hujalala? Binti ikabidi tu amwambie, akaambia sikia, naomba uniruhusu tu niweze kuolewa na ule mshikaji. Jamaa anamwambia uweze kuolewa? Binti anambia ndio, kwa sababu mimi nikiolewa na ule jamaa nitapata pesa za kwenda kumtibia mama yako. Basi jamaa naye akaona hii ni noma, lakini huu maskini sasa nitafanyaje? Leo binti alikuja moja kwa moja mpaka kwa mzee, akamwambia mzee kama nimekubali na nitaolewa na Jasper. Basi mzee alianza kwa kicheko kimoja kikali sana, akamwambia wewe, hivi ulikoenda huko umepitiwa na pepo? Kaa kwanza tuongee. Akaambia vipi, umekubali kwa sababu ya pesa au umekubali kwa sababu ya nini? Basi binti anamwambia hapana, nimekubali kwa sababu Jasper amekuwa rafiki yangu na nahisi mimi nikiwa karibu yake kama mke mambo atasonga na tutaweza kwenda vizuri. Basi mzee alimkubalia. Leo Jasper hapa anapiga stori na mzee wake, na mzee alikuja tu kufikisha taarifa kama bwana nimeshaongea na yule binti na amejifikiria vya kutosha, mwisho wa siku amekubali uweze kumooa bwana. Basi Jasper akuamini macho yake, anaambia mzee nini, amekubali? Akaambia ni mambo ya kawaida, amekubali na amesema yuko tayari kufunga ndoa na wewe. Jamaa miguu juu juu, alifurahia kinoma, unaambiwa. Sasa turudi upande wa pili huku, upande sasa wa Juliet. Juliet yuko pamoja na mpenzi wake. Jamaa anawambia yani nakubali tu hii ndoa ipite kwa sababu ya umaskini nilionao, yani hali ngumu ya kimaisha ndio inanipelekea mimi nimpoteze mwanamke ambaye nampenda. Basi jamaa aliongea kwa huzuni sana, lakini waliplani kabisa wakipata hiyo hela ya kumtibia mama, basi binti atarudi na waweze kuendelea na maisha yao. Basi ndoa ilipita na leo Jasper yuko chumba kimoja na Juliet tunaambiwa. Basi Jasper ameshaelekezwa kabisa, wewe ukishaingia kitandani ni mwendo wa mizagamwano na michezo hapa na pale.
lakini binti ampendi huyu mshikaji. Kumbuka ana mpenzi wake na ana mahusiano yake ambayo anayaheshimu kabisa. Basi binti alikuwa anapata maumivu kinoma, kwa sababu huyu jamaa hapa kila anavyojaribu kumdanganya bwana. Leo alimwambia mama anaumwa na vitu kama hivyo, inahitajika pesa kwa ajili ya matibabu. Mshikaji akaambia hilo sio kesi, hilo sio jambo, na kutolea kwenye akaunti na kuwekea chap kwa binti. Alifurahi kichizi, akaona yes. Basi hata bingo yao ikuchelewa unaambiwa, na leo walikuwa washapata hiyo pesa ambayo ingetoshea kumtibia mama mkwe. Basi jamaa alifurahia sana, alimfurahia sana mpenzi wake. Yaani kumbuka binti ameolewa hapo, lakini ameenda kwa boyfriend wake na ni mwendo tu wa kunyonyana. Anyway, washapiga bingo bwana. Basi akirudi kwa mshikaji huku, jamaa ana noma kabisa. Yaani unajua akili zake zipo kama hazijakaa sawa. Basi amerudi bibi hapa, hata hajamuoji maswali mengi wala nini. Anamwambia sikiliza, nenda juu kachenji hizo nguo zako, mimi niko jikoni hapa, nimekuandalia chakula ili uweze kula. Basi binti mwenyewe anashangaa tu huu upendo wa huu jamaa. Leo jamaa ana fosi hapa, bibi anamwambia sikiliza, nilikuwa na siku moja mbovu kinoma leo, yaani nimechoka, siwezi kufanya kitu chochote, usiniguse bwana. Basi mshikaji akaona sio kweli, akajilaza zake kwa pembeni. Binti anaumia kinoma, lakini hana namna, ashaingia kwenye huu mfumo bwana. Acha basi. Leo mzee, ile homa sasa ndo imeshafika hatamu. Yaani mzee yuko hoi binti taabani. Hapa hivi anatoa tu usia, anamwambia binti, najua mimi naenda kufariki muda sio mrefu, napoteza maisha yangu. Sasa nataka umsimamie Jasper kwenye kila hatua ambayo anaipiga. Sitaki umwache peke yake. Najua wewe ni msichana mwenye uelewa wa hali ya juu na najua una nguvu ya kupambana na maisha. So sitaki umwache kabisa mwanangu, nataka umuongoze kwenye kila hatua ambayo anaipiga kwenye safari yake ya maisha. Basi binti anaona kabisa hii mizigo ambayo napewa hapa, raundi hii mbona nimeyakanyaga. Basi mzee alibaki na dogo janja, binti naye alirudi chumbani kwake akafikiria hayo mambo ambayo ameambiwa hapo. Dakika chache baadaye Jasper anaamka, kila akijaribu kumwamsha mzee haamki hata nini. Basi maskini ya Mungu, mzee ndo alikuwa ameshaaga hivyo. Yaani mzee amemwacha mwanaye akiwa kwenye hali kama hiyo hapo. Basi binti naye alijaribu kumpima hapo, akagundua kabisa kama mzee kashaumaliza mwendo. Basi walifanya tu harakati zingine, lakini dogo alikuwa hajakubaliana kabisa na hii hali. Yaani kashazoea miaka yote hiyo ameishi tu na baba yake, amjui hata mama yake, lakini leo baba yake ndo amekuja kumwacha kama hivyo. Basi alikuwa akijitenga tu pembeni, anakosa amani kabisa. Binti sasa ambaye yeye ilibidi aje tu kupiga hela kwenye hii familia na arudi kule akaspendi na mpenzi wake, alijikuta sasa inabidi aingie kwenye jukumu la kumbembeleza huyu mshikaji ili arudi kwenye hali yake kama kawaida. Basi kwenye harakati za kumbembeleza hapo sasa ndo alijikuta wameingia kwenye ile situation ambayo tuliiona pale mwanzo. Basi jamaa naye alivyoona ubizi wa binti umezidi kuongezeka, alimuita akamwambia, sikia, naona kabisa ubizi wako unaongezeka siku hizi, ni kama ushajisahau na huyo chizi huko. Najua kabisa ushaanza kushirikiana naye hadi kitandani. Sasa nakuomba uje geto mara moja tuongee. Basi binti kwa vile hajawahi kumpinga mshikaji, alifika mpaka geto. Lakini kumbuka kabisa binti ametoa kazi kwa yule jamaa. Jamaa alikuwa anaongea maneno mengi sana hapa. Anamwambia, sikiliza, yule chizi naona kabisa ashaanza kukuini. Yaani naona kabisa ushaanza kujisahau. Lakini jamaa baada ya kuongea maneno mengi sana, mwisho wa siku alihitaji chochote kitu kutoka kwa binti bwana. Si unajua tena. Lakini binti leo alikuwa yuko tayari kufanya kitu chochote. Alimkatalia akamwambia, oya, sipo kwenye mudi ya kufanya kitu chochote leo, naomba unisikilize tu. Basi jamaa anamwambia, najua kabisa yule chizi. Bibi anamwambia, usimuite chizi. Kwa nini umuite chizi binadamu mwenzio? Usirudie tena kumuita hilo jina, na sitaki tena kusikia. Naomba niondoke. Basi binti alichukua kila kilicho chake na alijichenga hapa ndani. Jamaa alibaki tu amepigwa na butwa. Ni nini hiki? Lakini upande wa Jasper alishaanza kurudi kwenye hali yake ya kawaida, na binti alijitahidi kadri ya uwezo wake kumrudisha mshikaji tu kwenye hali yake ya kawaida. Walikuwa wanacheza michezo na nini hadi Jasper alianza kusahau kabisa kifo cha baba yake. Bibie naye ni kama ashaanza kumsahau jamaa kabisa. Yaani hataki kurudi tena kwa Godwin. Na bibie baada ya kuona hatima ya mshikaji ipo mikononi mwake, yaani hatima ya Jasper, aliamua kabisa kuachana na huyu Godwin hapa. Leo alifika mpaka geto kwa mshikaji na lengo kuu tu alikuja kumwambia kama, sikia mwanangu, mimi na wewe ni basi, yani mimi na wewe tena mahusiano ni kuishi naye kuanzia leo.
Binti anasema hivyo, lakini moyo unamuuma kichizi, kwa sababu huyo ndo mwanaume ambaye anampenda, na huyo mwanaume ndo ambaye yeye alijenga naye future na kila kitu naambiwa. Basi binti amerudi mpaka nyumbani, mshikaji alikuwa anapiga sana simu, yani simu haziishi usiku mzima, yani simu zinapigwa. Binti anaiangalia simu, anazidi kuchanganyikiwa tu, kichwa kinapata moto, kwa sababu anatamani arudi kwa mshikaji, lakini haya mafungate ambayo amejiapiza kwa yule mzee wa watu ambaye ameshafariki ndio anamfanya ambayo mpaka sasa hivi asielewe tu aende wapi na kipi kiwe kipi. Basi binti aliamua kurudi kwa mshikaji, lakini alichokikutana nacho hakuamini kabisa macho yake. Huku jamaa anaongea na simu, anamwambia sikiliza baby, yani yule binti kule tumemsokomeza kule, yani hata ukaa amini macho yake. Tunavuna hizo pesa zote, hizo pesa ambazo yeye atakuwa anazileta, mimi nazileta tu kwako, yani usijali kabisa kuhusiana na mambo ya pesa tu, kwa sababu yule kashaolewa na yule mtoto wa tajiri. Kwa hiyo sasa hivi hela ni za kumwaga, unaambiwa. Kwa hiyo wewe usijali. Anaongea na mchumba wake hapo, mchumba wake anaitwa Jennifer. Sasa siri tu ambayo imejificha hapo ni kwamba mshikaji hamna mama yake ambaye anaumwa, hata ambaye amelazwa. Hata hizo trick zote ambazo anamchezea binti hapo ni vile tu anamdanganya, lakini yeye ana mpenzi wake anaitwa Jennifer, na hizo pesa ambazo walikuwa wanamchuna bibia hapo wanamtumikisha na vitu kama hivyo, yeye anaenda kuspendi na huyo mpenzi wake. Sasa binti baada ya kwenda, alienda kwa lengo la kuomba msamaha na jua yamalize na binti aangalia anatokaje kwa Jasper, lakini sasa amemkuta mshikaji yupo kwenye mazingira kama yale na amemchukua video. Alichokifanya, alimtumia ile video na akamwambia mzee, yaani mambo yote ambayo tumeyafanya mwisho wa siku anakuja kuisha kama hivi. Basi jamaa naye baada ya kupata ile message ya binti, alimpigia huyo bibi anaitwa Jennifer. Jennifer hataki kabisa kumwelewa, anamwambia yaani hizo pesa ambazo umenitumia zote sahau kuhusiana na kuzipata, kwa sababu hizo pesa mimi tayari zipo kwenye akaunti yangu na wewe hauhusiki tena. Hapa kichwa moto kwa mshikaji, yaani yashaanza kumtokea yale ya kutaka kushika yote na yote anakuponyoka. Waenga hapo walijua kulenga bwana. Basi huku upande wa Jasper, yeye alikuwa tu anaenjoy na bibie, na binti aliamua kujimaliza kabisa kwa Jasper, kwa sababu ashaona kabisa yule mtoto wa mjini alikuwa na lengo tu la kumchezea na kuchezea muda wake, mwisho ajichenge kama hivi. Sasa wewe utuambie tu, ungepewa nafasi ya mmoja kati ya hao wahusika humu ndani, ungechezaje? Au sio? Tukutane kwenye comment section. Hii ni Smart Recap TZ. Wewe kama hujasubscribe leo fanya hivyo, huku ikitani ni alama ya bell ili uweze kuwa wa kwanza kupata kazi zetu, au sio? Chao.